Huduma mbalimbali za afya hutolewa kwa kufuata miongozo maalum, kwani isipofuatwa basi afya ya mwanadamu ipo matatani. Kwa kuliona hilo, serikali kupitia Wizara ya Afya ilianzisha mabaraza kwa lengo la kusimamia na kutekeleza miongozo ya namna bora ya kufuata wakati wa kuwahudumia watu. Moja ya mabaraza hayo ni Baraza la Madaktari Tanganyika. Baraza la Madaktari kimsingi ni taasisi iliyo chini, ilianzishwa na sheria ya madaktari na madaktari wa meno, sheria namba 11 ya mwaka 2017. Baraza kimsingi ni taasisi ambayo ilianza kufanya kazi chini ya Wizara ya Afya, ikianza awali kabisa na sheria ambayo ilikuwa ni ya mkoloni, ambayo ilikuwa inaitwa ni the Medical Practitioners and Dentists Ordinance Cap 409 ya mwaka 1959, chini ya kifungu cha 3 cha sheria hiyo, ambayo ilifanyiwa marekebisho mara kadhaa mpaka tulipokuja kupata sheria mpya ya madaktari na madaktari wa meno na wataalamu wa afya shirikishi, sheria namba 11 sura ya 152 kwa sasa hivi imepewa sura ya mwaka 2017. Masomo ya darasani ni elimu msingi ya kitaaluma, lakini umemaliza miaka 20 iliyopita na kuhudumia watu kwa kipindi chote hicho, utagundua kuwa kuna mambo mengi yamebadilika kulingana na nyakati. Baraza la Madaktari, kwa kutambua umuhimu wa kuboresha huduma za afya na kuongeza umahiri wa watoa huduma za afya, iliona ni muhimu kutengeneza mwongozo wa kuongoza mafunzo endelevu kwa wanataaluma ili kuwezesha kushiriki katika mafunzo endelevu. Mwongozo unawataka taasisi na wanataaluma kuandaa mafunzo yanayoendana na mahitaji ya sekta na mahitaji yanayohusu taasisi moja moja. Lengo la mafunzo endelevu ni kuboresha utendaji kazi, kukuza, kudumisha na kusasisha, yani ku-update maarifa, ujuzi na mitazamo ili kutoa huduma bora na salama zinazoendana na maadili, zilizo halali na zenye ufanisi kwa wagonjwa, wateja na jamii. Ili uweze kutoa huduma, ni sharti uwe na leseni iliyo hai kwa mwaka husika na kuhuisha leseni kwa mwaka unaofuata. Ni lazima uwe na alama ambazo zitawezesha kuipata leseni hiyo. Majukumu ambayo yanakabidhiwa hapo kwenye sheria hii ni pamoja na kusimamia ubora na usalama wa huduma ambazo zinatolewa na wataalamu ambao wanasimamiwa na baraza. Na moja ya majukumu ni yaliyoainishwa katika sheria hii, katika kifungu hicho ni jukumu la kusimamia mafunzo endelevu kwa wataalamu ambao wanasimamiwa na baraza. Na kutambua umuhimu huo wa mafunzo endelevu kwa mujibu wa sheria, kila mwanataaluma anapohuisha leseni, limewekwa takwa hili kwenye sheria kwamba ana wajibu wa kuhakikisha kwamba anaonyesha na kuthibitisha baraza kuwa amefanya mafunzo endelevu na kufikisha pointi zinazohitajika kwa mwaka husika, ambapo kwa mwaka husika anatakiwa na pointi 20 ambazo zinaitwa nini. Pointi hizi 20 maana yake ni kwamba zinaashiria kwamba mwanataaluma huyo ametumia masaa 20 kwa mwaka kujiendeleza, kusoma vitu na kufanya vitu mbalimbali ambavyo vinaendeleza taaluma yake, masaa 20 tu kwa mwaka. Baraza la Madaktari kama kada nyingine zimeendelea kutoa miongozo ya namna ya kujiendeleza kielimu baada ya kumaliza masomo ya darasani. Mwaka 2024 ndipo baraza lilianzisha rasmi kuenzi mafunzo endelevu na kuwatambua wale wanaoweka juhudi katika kujifunza. Mwaka huu 2025 baraza limeendelea kuenzi wiki ya mafunzo endelevu, na uzinduzi wa wiki hiyo ulifanywa na Dr. Elibariki Eliakim kwa niaba ya mganga mkuu wa serikali. Ndugu wanahabari, mabibi na mabwana,
Kwa niaba ya Wizara ya Afya, napenda kuwakaribisha na kuwashukuru kwa kuhudhuria katika uzinduzi wa wiki ya mafunzo endelevu kwa mwaka 2025 inayofanyika kuanzia tarehe 19 hadi 23 Mei 2025. Mafunzo endelevu kwa wanataaluma wa afya, ambayo kwa lugha ya Kiingereza tunasema ni Continuous Professional Development, ikifupishwa kama CPD, ni sehemu muhimu ya mkakati wa wizara katika kuboresha huduma za afya zinazotolewa na wananchi. Mafunzo haya huwasaidia wanataaluma wa afya kuendelea kuwa na ujuzi wa kisasa, uelewa wa mabadiliko ya kisayansi na uwezo wa kujibu changamoto zinazoibuka katika sekta ya afya. Daktari Mashauri Liso ni mratibu wa mafunzo endelevu kutoka Baraza la Madaktari Tanganyika. Kwa kina anafafanua dhima kamili ya mafunzo haya na hususani ni kwa mwaka huu 2025. Hii ni awamu ya pili ambapo Baraza la Madaktari Tanganyika tunaadhimisha wiki ya mafunzo endelevu, ambayo dhima yake kuu tunasema kwamba mafunzo endelevu kwa huduma bora na salama. Kwa hivyo Baraza la Madaktari limejiweka kutumia wiki hii kuhamasisha wanataaluma wote Tanzania nzima kuwa na ile tabia ya kushiriki mafunzo mbalimbali. Lengo likiwa ni kuhakikisha kwamba mwanataaluma anabaki na ujuzi unaohitajika ili kuhakikisha kwamba huduma anayoitoa inakuwa ni huduma bora na salama kwa jamii, mgonjwa na wananchi wote kwa ujumla. Katika wiki hii ya mafunzo endelevu, baraza limefanya mambo kadha wa kadha, lakini kwa uchache ni haya. Kwa hivyo baraza limekuwa likiendesha mafunzo pia kwa njia ya mtandao kwa ajili ya kuwajengea uwezo wanataaluma, mafunzo yanayohusiana na utoaji wa huduma kwa kuzingatia weledi, hasa kipindi ambacho tunatumia teknolojia kwa njia kubwa, hasa mitandao ya kijamii. Lakini pia baraza linaendesha mafunzo yanayohusiana na upgrading kwa maana ya career pathways and navigating to the practice, namna ambavyo mwanataaluma anaweza akaongeza elimu yake ya msingi kutoka kwenye level moja kwenda kwenye level nyingine. Lakini pia baraza linaendesha mafunzo yanayohusiana na maadili katika kutoa huduma za afya, namna ambavyo daktari au mwanataaluma yoyote anapaswa kuzingatia maadili katika utoaji wa huduma za afya. Remla Shirima ni mwenyekiti wa kamati ya mafunzo endelevu. Hapa anatupitisha kuona umuhimu wa mafunzo endelevu katika kutoa huduma za afya. Mafunzo endelevu huboresha huduma, ambako unakuta wanataaluma wanaboresha huduma hiyo kwa sababu wanajifunza njia mpya za kisasa za kufanya kazi ambazo zinaboresha huduma kwa wateja au wagonjwa. Vile vile mafunzo endelevu hujenga ujuzi, kwa sababu inatoa fursa mbalimbali za wanataaluma kujifunza mbinu mpya za kimatibabu na mabadiliko katika uwanda wa taaluma zao. Hivyo husaidia kuendeleza kuwa na ujuzi unaothibitishwa na kuboresha utendaji wa kazi. Mafunzo endelevu vile vile huimarisha maadili, huchangia katika kuimarisha maadili ndani ya kazi kwa kusisitiza umuhimu wa kufuata kanuni za maadili. Yanajenga ubunifu, kwa sababu wanataaluma wanaweza kutafuta masuluhisho mbalimbali na kubuni mbinu zaidi za kuweza kufanya kazi, naweza kuwasababishia waweze kupata uvumbuzi na maendeleo katika uwanda wa kitaaluma. Hapa ni hospitali ya rufaa ya mkoa wa Temeke, ambapo mganga mkuu wa hospitali hii Dr. Joseph Kimaro anaeleza namna hospitali hii ilivyopiga hatua kwenye mafunzo endelevu. Lakini pia hospitali hii tuna utaratibu wa kuwezeshana kwenye eneo zima la research, na kupitia research kwa maana tafiti hizi mbalimbali madaktari na watumishi wanajifunza masuala mbalimbali, ikiwemo kutumia takwimu zetu vizuri katika kupanga shughuli zetu, lakini katika pia kutoa huduma zilizo bora
zaidi. Kwa hiyo hii inatusaidia tuweze kuwa tuko up to date katika utoaji wetu wa huduma za afya, na tunaendelea kusisitiza zaidi hususan kwa madaktari bingwa na madaktari kuweza kujishirikisha sana kwenye uandishi wa makala mbalimbali pamoja na uandishi wa tafiti na kuzifanyia publication. Na ukiangalia vizuri hospitali yetu kwa sasa tangu mwaka 2021, 2022, 2023 tumeshafanya publication nyingi sana ambazo zinachangia katika uboreshaji wa utoaji wa huduma, lakini pia zinatoa taarifa kwa wanataaluma wenzetu sehemu mbalimbali Tanzania na duniani kote. Kila kitabu na zama zake, na zama hubadilika kulingana na teknolojia. Tunaweza kupambana na hali ya sayansi na teknolojia ambayo ipo kwa sasa. Kwa mfano, magonjwa mapya yanayotokea, kwa mfano COVID-19, sasa kuna mabadiliko ambayo yapo. Ulivyosoma darasani kipindi hicho hayakuwepo, lakini sasa unaweza kusoma. Elimu endelevu ni muhimu kwa sababu gani? Inatusaidia pia katika utoaji wetu wa huduma za kila siku. Kuna mambo mapya ambayo yanaongezeka kila siku, kuna miongozo mipya inazidi kutoka kila siku. Kwa hiyo inakuwa inatusaidia katika kutoa huduma, pia tunasaidia pia wagonjwa wetu kwa ajili ya kupata ile tiba ambayo ni sahihi. Ukiangalia mtu anavyotoka chuo, vitu ambavyo anakuwa amejifunza ni tofauti, muda unapokuwa unakwenda vinaendelea kubadilika. Kwa hiyo ni vema sana kufanya mafunzo endelevu kwa ajili ya kukuza taaluma. Pia tunajua kwamba kwenye masuala ya kutoa tiba, utoaji tiba unabadilika kadri muda unapokwenda na teknolojia inavyobadilika. Kwa hiyo utoaji tiba duniani hata nchini unakwenda unabadilika. Kwa hiyo ni vema sana mtu kuwa na mafunzo endelevu. Na hili sio kwamba tu lina mchango chanya kwa mtoa huduma pekee, lina mchango chanya pia hata kwa mnufaika wa huduma, mtu ambaye anapata huduma. Tunaona kwamba kwa mhudumu aliyemaliza shule kwa muda mrefu bila kupata mafunzo endelevu, inakuwa ni vigumu kuweza kutoa huduma bora kuendana na huduma za wakati huu ambazo zinatakiwa kwa wagonjwa wetu. Kwa hiyo ni muhimu sana kwa mhudumu wa afya kupata elimu endelevu, huduma endelevu kwa ajili ya kumhudumia huyu mgonjwa, kutoa huduma bora. Kwa mfano, huduma zimebadilika sana, hasa kwa kupitia upande wa madawa. Kuna madawa ambayo yanabadilika. Yale ambayo tumesoma kwa kipindi cha nyuma ni tofauti na madawa yaliyopo kwa sasa hivi. Magonjwa ambayo tumeyasoma kwa kipindi cha nyuma, kuna magonjwa ambayo yamebadilika. Vipimo ambavyo vilikuwa vinafanyika zamani, sasa hivi kuna vipimo vipya vinafanyika, kwa mfano vipimo vya endoscopy. Kwa hiyo huyu mhudumu wa afya asipojiendeleza katika kupata haya mafunzo endelevu, anaweza akabaki nyuma na akashindwa kutoa huduma ambayo inatakiwa kwa mgonjwa. Kwa na haya mafunzo ambayo tunapewa kila siku ni endelevu, unakuwa umepitwa sana teknolojia, kwa sababu ukiangalia kila siku vitu vipya vinaibuka, kwa kuanzia kwenye matibabu, vifaa, pia hata na kwenye vitendea kazi vinginevyo. Kwa mfano, kwa upande wetu wa afya ya kinywa na meno, juzi tu kupata taarifa kwamba amalgam haitumiki tena. Sasa endapo mafunzo haya yasingekuwepo ya kupatiwa material mpya kwa ajili ya kuzibia meno, kwa mfano Centurion N, basi tungekuwa tunaendelea na ile material ya amalgam. Wiki hii imeambatana na kutembelea vituo mbalimbali vya afya nchini ili kujionea juhudi zinazofanywa na wataalamu wa afya katika kujifunza na kujiendeleza. Na kama hospitali yetu, kwa kutambua umuhimu wa elimu endelevu kwa watumishi wetu wa afya ngazi zote, madaktari, wauguzi, wafamasia, huwa tunaendesha zoezi la kuwapatia elimu wataaluma wetu kila wiki katika kila idara. Kwanza kabisa tunaona kama medicine inakuwa kila siku. Kwa hiyo
management ambayo imefanyika mtu ambaye amesoma let's say miaka 10 nyuma, baada ya kumaliza taaluma yake ya shuleni, anapoingia kazini kama hakujapata mafunzo yoyote endelevu, inaweza ikampelekea mtu huyo ashindwe kumanage vizuri mgonjwa wake na kutoa huduma sahihi kwa mgonjwa. Kwa mfano, kwa sisi kituo cha afya cha Makole, mara nyingi tunapeana elimu za afya kila Jumatano kwa masomo endelevu kuendana na zile treatment guidelines za kila siku zinavyoendelea. Lakini pia tunatumia cases ambazo zinakuwa zinaibuka, ambazo zinakuwa zipo kidogo ni special cases, zile jinsi ya kuzimanage kila siku, mwongozo unasemaje. Kwa kupitia vikao vyetu vya kila siku inatusaidia sisi kuweza kutoa management nzuri zaidi ambayo iko updated. Ni mafunzo ambayo kimsingi yamekuwa yakitupa faida kubwa sana kwa sisi ambao tuko makazini, lakini pia kwa wanafunzi ambao wamekuja au wamekuwa wakija kujifunza katika kituo chetu, na kwa watu wengine ambao wamekuwa wakijitolea katika kituo chetu, wamekuwa wakifaidika na huu mwendelezo wa mafunzo kazini. Asubuhi tunakuwa tunatoa presentation ambayo yenyewe inatusaidia katika mafunzo endelevu. Zile speed zetu tunaweza tukizijaza na zikatusaidia mbeleni. Kupata mafunzo endelevu ya kila aina mpya ya kifaa au aina mpya ya dawa au aina mpya ya machapisho na mabadiliko katika miongozo ya matibabu ni muhimu sana. Kwa kama mwanataaluma nanufaika sana na mafunzo ambayo yanatolewa hasa kwenye baraza letu la kitaaluma, lakini pia elimu hii au mafunzo haya ya kitaaluma yanaweza yakapatikana kwenye sehemu mbalimbali, ikiwemo majarida, ikiwemo nyenzo mbalimbali ambazo zinapatikana kwenye mitandao. Sasa hivi dunia imehama, inakwenda kutengeneza vifaa kwa kutumia umeme, vinaitwa myoelectric. Kwa mfano, kuna myoelectric hand ambapo mgonjwa anatumia mkono bandia ukiwa anatumia pia umeme. Kwa hiyo kuna umuhimu mkubwa wa kupata elimu. Elimu hii tunaweza tukaipata kupitia makongamano mbalimbali. Elimu hii tunaweza tukaipata kupitia majarida na pia kuandaa mafunzo mbalimbali ambayo itasaidia wanataaluma kujijengea uwezo wa kuhudumia na kutoa huduma iliyokuwa bora kwa Watanzania. Wataalamu wana mchango mkubwa kwa wanataaluma wenzao, na hii imejidhihirisha pale walipotembelewa kwenye vituo vyao. Kwa ufupi tu, mafunzo endelevu ukiwa kazini kwetu sisi watumishi wa afya yana umuhimu mkubwa katika sekta nzima ya kuboresha kutoa huduma za afya kwa wagonjwa wetu. Kwa nini? Kwa sababu kutokana na maendeleo ya kila siku yanayofanyika hapa duniani, kuna baadhi ya vipimo ambavyo kwa zamani havikuwepo, mfano CT scan. Mafunzo haya endelevu sehemu za kazi ni mafunzo ambayo yanasaidia kuongeza ujuzi, kujifunza na kuongezea taaluma zetu wakati tuwapo kazini, ambayo inasaidia kukuza uwezo wetu wa uelewa, kuongezea vitu ambavyo tulisoma shuleni kutokana na mabadiliko ya teknolojia ya kila siku, kutokana na ugunduzi mpya katika matibabu na tiba na dawa. Yamekuwa yakitusaidia katika sehemu nyingine mbalimbali, hata upande wa kuongeza speed point, japo kwa upande wa kuongeza speed point huwa inafanyika katika sehemu mbalimbali, hata upande wa online platform pia huwa tunapata mafunzo endelevu. Lakini pia watu ambao wanatoka kwenye mafunzo labda training sehemu mbalimbali wanapoenda huko, huwa wakirudi pia huwa hiyo siku wanapewa kwa ajili ya kueleza kile ambacho wamejifunza. Nasi ambao hatukushiriki labda kwenye hiyo training huwa tunapata hicho kitu ambacho wamejifunza, ili kitusaidie katika kusaidia wagonjwa wanaokuja kupata huduma katika kituo cha afya Magomeni. Au mentorship mbalimbali zinazoweza kutufikia watu wa huduma tuliopo hospitali za wilaya, zinatusaidia katika kuongeza kujiamini na kutoa huduma bora. Zinatuongezea uwezo ama skills za kufanya matibabu yaliyo mapya, yanayobadilika, na tukaweza kutoa matibabu yanayoendana na jamii tunayoizunguka na hali mazingira tuliopo sasa. Kwa maana ya kwamba mtu anakuja tayari yuko aware na kile ambacho kinamsumbua kwenye mwili wake. Kwa hiyo inanisaidia mimi kama mtumishi, kama mtu wa huduma kuwa na confidence zaidi na kuweza kutoa service ambayo ni bora kwa mtu ambaye anakwenda kumhudumia. Lakini pia sio hivyo tu, inatusaidia pia katika kufanya decision making na namna kuweza kumhandle
mgonjwa kwa maana ya huduma kuweza kutoka kuanzia kwenye primary health care levels, lakini pia unaweza kwenda kwenye tertiary na kwenda kwenye ngazi husika, ngazi ambayo ni muhimu kuweza kumsaidia. Yale tunapata darasani mara nyingi huwa tunayasahau, lakini tutakapokuja kupata tena mafunzo endelevu yatusaidia katika utendaji kazi, yanatukumbusha katika kufanya kazi. Kwa hiyo hii CPD au Continuous Professional Development, huu ni mfumo ambao umewekwa kwa ajili ya kusaidia watumishi wenye taaluma zao kuboresha ujuzi na pia kujikumbushia kila ambacho alikipata au ujuzi aliokuwa nao, kujikumbushia na kuboresha na kuongeza ujuzi mwingine zaidi wakati akiwa anaendelea kufanya kazi. Ambapo pale tunasema watu wanakuwa wamemaliza masomo yao, lakini elimu haina mwisho, elimu ni endelevu. Kwa kuna vitu wanakuwa wanaendelea kujifunza jinsi wanavyoendelea kufanya kazi katika utumishi wao. Kwa hiyo CPD ni mfumo ambao umetengenezwa sasa kusaidia watumishi katika taaluma zao kuongeza ujuzi na taaluma yao. Itamuongezea mtumishi fulani au mtu na taaluma yake fulani ujuzi zaidi katika utendaji kazi wake na kumuongezea taarifa ambazo hakuwa nazo labda kabla, na akazipata ikamsaidia afanye kazi vizuri zaidi. Sawa. Kwa hiyo mtu anazipataje hizi CPD points? Kwa hiyo kuna njia mbalimbali za kuzipata hizi CPD points. Tukianza seminar, na seminar na workshop ambazo zinaweza kuwa zinafanyika sehemu mbalimbali, ambazo baada ya seminar mtu anaweza akapewa hizo CPD points. Lakini pia kuna e-learning au mafunzo mtandaoni yanakuwepo, ambapo mtu anaweza akajisomea na akapatiwa CPD points. Lakini pia kuna kitu tunaita webinar. Webinar maana yake ni seminar tu hizo lakini ni za online, pia zinakuwepo, ambapo watu wanakuwa wanatoa seminar hizo online, na baada ya hapo walio participate wote waliohusika watazawadiwa hizo CPD points ambazo zitaongezea kwenye kapu lake la CPD points, na anaweza akafikisha zile ambazo zinahitajika kwa mwaka ili aweze kuendelea kufanya kazi katika taaluma yake na leseni kuwa hai. Lakini kitu kingine atakuwa na external rotation. Nikiangalia external rotation, mgonjwa ameleta kwenye stretcher. Huku utakuwa unaangalia nje. Utakuwa umeshorten in comparison to the other leg, lakini pia utakuwa unaangalia nje, yani itakuwa. Lakini shortening of the leg, as I said, hypovolemic shock, nimeshasema kwamba close fracture in 1.1 to 1.5 vital levels, ambapo with open fracture in a double, alafu tuna examine for neurovascular deficits, injury to femoral artery, femoral or sciatic nerve, ambapo the most affected neurovascular. Hapo pia daktari amesisitizia kwa wagonjwa wa femur fracture, as most of the time to high energy trauma, kufanya x-ray ya femur. Pelvis ni muhimu sana. Exclude pelvis. Kwa sababu mwingine anaweza akawa na femur na ana pelvic fracture, ambayo inaongeza pia amount ya blood loss. Go from 1 liter to 1.5 inaweza kwenda to 2.5 liters. Mwenyekiti wa Baraza la Madaktari ana neno kwa wataalamu wa afya. Ni muhimu kutambua kuwa mafunzo endelevu ni uwekezaji katika maendeleo ya taaluma na kuhakikisha ubora wa huduma inayotolewa kwa jamii. Hivyo basi, na washauri wanataaluma yafuatayo. Washiriki kwenye mafunzo endelevu mara ya kwanza. Wakuze utamaduni wa kujifunza. Wanataaluma wanatakiwa kujenga tabia ya kutafuta maarifa mapya na kuboresha ujuzi wao ili kudumisha elimu, ujuzi na mtazamo unaotakiwa katika kutoa huduma bora. Wawe kipaumbele. Wekeni kipaumbele mafunzo endelevu kama sehemu muhimu ya maendeleo yenu ya kitaaluma. Hakikisheni mnabaki katika kasi na hari ya kujifunza kwa maendeleo ya taaluma. Watumie rasilimali zinazopatikana. Kutumia rasilimali kama vile kozi za mtandaoni, mikutano ya kitaaluma na vyanzo vingine vya kujifunza ili kuboresha maarifa, ujuzi na mitazamo. Mafunzo endelevu yana umuhimu mkubwa kwa wataalamu. Hivyo ni wajibu wa kila mwanataaluma
kutenga muda wake wa kujielimisha ili kufuata misingi ya mabaraza na kukidhi takwa la kisheria. Kwa pamoja, juhudi zetu za kutoa mafunzo endelevu zitaboresha huduma katika taifa letu.